Wokovu wa maigizo ni wokovu ambao Wakristo wengi wamevamiwa na wokovu wa namna hiyo. Wokovu wa maigizo ni wokovu ambao watu wengi wanaojiita Wakristo wamevamiwa na wokovu wa namna hiyo. Kuna baadhi ya watu wengi ambao wanafanya maigizo katika wokovu. Yaani wanajionyesha ya kwamba wameokoka, lakini wokovu wao haupo katika roho na kweli, bali umefanyika kuwa maigizo. Watu wamefanyika kuwa wasengenyaji, watu wamefanyika kuwa watukanaji, watu wamefanyika kuwa wagomvi, waanzilishi wa ugomvi katika ndoa, waanzilishi wa ugomvi katika jamii, waanzilishi wa ugomvi katika maeneo tofauti tofauti, lakini wanajiita ya kwamba wameokoka. Mtu ana uwezo wa kumsengenya mtu, akamtukana, akamwaibisha, alafu baadaye akainuka akasema mimi naenda kuimbisha sifa kanisani. Huo si wokovu ambao Bwana anauhitaji juu ya wanadamu, bali huo ni wokovu ambao unaitwa wokovu wa maigizo. Watu wanamuigizia sana Mungu. Unaweza kukuta mtu anajiita yeye ameokoka na ni mhubiri hata wa Injili, lakini mambo yake yameketi katika uovu na ubatili. Watu wengine wanasikiliza hata nyimbo za upuuzi. Watu wengine wanadiriki hata kushinda katika mipira. Unakuta muda wa ibada mtu yuko katika mipira, yuko katika mabanda ya mipira anatazama mpira, alafu ni muda wa ibada, alafu anajiita ameokoka. Huo ni wokovu tunaoita wokovu wa maigizo, lakini si wokovu wenye kumpendeza Mungu. Watu wengine wamesimama hadi madhabahuni, wamevaa suruali, ni watoto wa kike, wamevaa suruali, alafu wanasema tunamwimbia Mungu. Wanakata mauno makanisani, alafu wanasema tunamwimbia Mungu. Hapana, wokovu haupo hivyo. Huo ni wokovu wa maigizo, na wao wanafananishwa kama waigizaji ambao wanaigiza movies za kibongo, ambao wanafanya maisha yao, lakini wanakuwa na maisha mengine ya uigizaji. Kwa hiyo uhalisia sio ule uigizaji, bali wanapokuwa nje ya uigizaji ndio uhalisia wa maisha yao. Kwa hiyo watu hao wamefanyika kuwa waigizaji kwa sababu wanapokuwa kanisani wanaonyesha sura nyingine, lakini wanapokuwa majumbani kwao wanaonyesha sura nyingine. Watu wengine wanapigana hadi na waume zao, alafu wakirudi wanasema ya kwamba sisi tumeokoka. Wanabishana na waume zao, wanawatukana waume zao, wanawadhalilisha waume zao, alafu baadaye wanakuja kusema ya kwamba tunahitaji kuimba sifa, tunahitaji kuhubiri neno. Inakuwa ni uchafu, ni ubatili. Wengine wanawaadhibu wake zao vibaya, wanapigana na wake zao, alafu wanarudi ibadani wanajifanya kama watakatifu, wanamwaga damu za wake zao wanapokuwa wanapigana nao, alafu baadaye wanakuja wanajionyesha kama ni watakatifu. Hapana, wokovu si wa namna hiyo. Huo ni wokovu wa maigizo. Watu wengi wanaigiza katika maisha ya wokovu, lakini hawana uhalisia wa kumtafuta Mungu katika roho na kweli. Biblia inasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Lakini pia katika Isaya 29 mstari ule wa 13, Biblia inasema Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walichonacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Kwa hiyo ni maigizo wanayoyatenda. Wanakiri kwa vinywa vyao, lakini mara nyingine wanadhihirisha ya kwamba wanampendeza Mungu, wanamtumikia Mungu, lakini kumbe wamekwisha kufarakana na Mungu katika mioyo yao, wamekwisha kutengana na Mungu katika mioyo yao. Kwa hiyo wanafanyika kuwa kama waigizaji, wanafanya tu maigizo, lakini roho wa kweli wa Mungu hayupo pamoja nao, kwa sababu wao wanakuwa wanafanya kwa ajili ya maisha yao binafsi. Yaani wamefanya mapatano na roho mwingine ambaye ni roho wa ibilisi. Kwa hiyo roho wa ibilisi anawapelekesha kutenda mambo ambayo hayampendezi Mungu. Tunapaswa kuwa macho sana na watu wa namna hiyo, tusifanye kuwaiga matendo yao. Na wameonekana wakisifika sana kwenye jamii, au wakisifika sana na watu wengine. Hata makanisani wamekuwa wakipewa kipaumbele. Watu wanacheza step hazina utukufu mbele za Mungu. Wengine wanakata hadi viuno vyao. Wengine wanafanya step ambazo ni za ziaka mbele za Mungu. Wanachukua step za mipira wanazileta katika kanisa. Wanachukua step za nyimbo za kidunia wanazileta katika kanisa, alafu wanashangiliwa na kusifiwa. Hapana jamani, wokovu haupo kwa namna hiyo ya uigizaji. Hao ni waigizaji
hawautafuti uso wa Mungu, kwa sababu kutafuta uso wa Mungu ni watu ambao wamekwisha jikana, hawana matamanio na ulimwengu huu, hawana matamanio na dunia hii. Ni watu ambao wamekwisha kubeba msalaba wao na wanataka kumfuata Yesu. Lakini wokovu wa kwamba mtu anashinda kwenye bao alafu anajiita ameokoka, si wokovu ambao unapaswa kumpendeza Mungu. Na watu ambao wanashinda kwenye kamari alafu anajiita ya kwamba wameokoka, si wokovu ambao unampendeza Mungu. Heri wao wanaofuata mashauri ya Mungu, lakini si wale wanaofuata mashauri ya wanadamu alafu wanatamani kumpendeza Mungu kwa uovu wanaoutenda. Haiko hivyo katika maigizo. Wewe kama mtumishi wa Mungu au wewe kama mtu wa Mungu unapaswa unyenyekee mbele zake, utafute hekima ni jinsi gani utakavyomtumikia Mungu katika roho na kweli, lakini si ufanye kwa namna ya maigizo. Kwa maana ukifanya kwa namna ya maigizo unajiandalia adhabu iliyo kuu mbele za Mungu, kwa sababu anakuhesabu kama mtu wa ibilisi ambaye unalichafua kanisa na unataka watu wengi wafuate yale matakwa yako, waone ya kwamba wewe uko sahihi, alafu wakaingia katika jehanamu, na watu hao roho zao zitatafutwa mikononi mwako, kwa sababu wewe ndiye ambaye umewaingiza katika uovu na ubatili, kuwatazamisha yale ambayo si yenye kumpendeza Mungu. Kwa hiyo Mungu awabariki nyinyi ambao mnapita katika mapito ya Mungu yaliyo ya kweli, lakini mnapaswa kuwa macho sana na waigizaji makanisani. Waigizaji ni wengi sana. Watu wanajifanya wanaimba dini. Unakuta mtu ana sauti nzuri ya uimbaji anapokuwa kanisani, lakini akitoka hapo anaenda kwenye uzinifu. Unakuta kiongozi wa kwaya ana binti ambaye ni binti wa kwaya mwenzie, wanashiriki katika uzinifu. Alafu wanarudi wanasema sisi tunamtumikia Mungu. Wanaimba na makanisani, wanaimbisha sifa, wanajionyesha ya kwamba wana utukufu mbele za Mungu, lakini kumbe wamekwisha oza ndani mwao, wamekwisha haribika ndani mwao, na wameonyeshwa ya kwamba wao ni waigizaji.